Inakuwaje mzee? Kama kawaida. Unyama mwingi. Unyama wa kutosha sana. Mwanangu umepoa sana sasa hivi. Sijapoa. Poa umepoza vipi? Sijapoza mambo mengi. Hali yako ya mahusiano ipoje sasa hivi? Hali yangu ya mahusiano kwa sasa hivi ipo kama mvua za daa. Hivi yani kama unavyoona mvua za daa, jua inaweza ikawa kali, alafu ghafla wingu limepita. Mvua imetokea Kinyerezi, ishakunja Mbezi. Ikitoka Mbezi na shangaa ipo Moba, hiyo inaweza kutembea. Kwa hiyo iko kwa design hiyo. Unataka kuniambia nini? Mimi sijakuelewa hapo. Umeelewa? Wewe unafaulu. Wewe maisha yako una define vipi? Kwa binafsi maisha na define kama kitu ambacho kilishapangwa. Yaani maisha ni kitu ambacho kilishapangwa. Kwa hiyo hata iweje itakuwa vile ilivyopangwa. Na mahusiano? Mahusiano ni vitu ambavyo unaamua wewe. Kwa hiyo ukitaka kuteseka, utateseka. Ukitaka kuenjoy, utaenjoy. Ukitaka watu wakudharau, watakudharau. Ukitaka watu wakupende, yani ni wewe tu. Japokuwa huwezi kumlazimisha mtu kukupenda, lakini mahusiano ni kitu ambacho wewe ndio unaamua. Ukitaka yakutese mjomba, utateseka. Tunaona watu nalia makamasi, yanavuja. Sio unanielewa? Kwa hiyo ni wewe tu. Ukitaka yakuendesha, atakuendesha na uzuri na usikanio mkubwa. Alafu anajua 12. Situation gani ambayo wewe inakutesa sana katika mahusiano? Mimi kwanza siteseki na mapenzi wala mahusiano binafsi. Lakini naweza nikazungumzia situation ambayo inatesa watu wengi sana. Na unajua mimi kama waziri napata majalada mengi sana, mafaili mengi sana nafika ofisini. Si unanielewa? Yeah. Lakini kikubwa ni haja nitafuta siku ya 3, haja nitafuta siku ya 4. Silent treatment. Yaani mtu anafikiri kukaa kimya ndio suluhisho, lakini kumbe si hivi. Yaani mnaweza mkawa mna argument au hamjawa sawa kimaelewano na makosa yamefanyika au pengine udhaifu umetokea, umeonekana wazi. Sasa mmoja kati yenu anaamua bora nikae kimya. Sasa unajua mmoja akishaamua kwa kimya, mwingine anasubiria. Yeah. Na inategemeana na mpo watu aina gani. Kama mwingine huwa anaanza, anaweza akaja pia kaanza mambo nini, mbona hivi, mbona upo kimya. Lakini kama wote mpo kimya, maana yake mnafanya kitu kinaitwa silent treatment, yani kimya. Hata kama unaumia, kimya. Unaweza kushangaa ni alipo tena wiki inaisha mwezi unakuta imepotea. Wale wakashangaa mtu, yaani unaweza kushangaa, unajua kwa jana kimya, unaweza kushangaa mpenzi wako kashapata mpenzi mwingine. Kwa hiyo hata wewe unakuwa surprise, nikwaje? Mimi najua kwa hiyo sasa pale ndo na akili inafunguka, kumbe mimi sipo tena naye kwenye mahusiano. Kwa hiyo unaanza tafuta chaka nyingine. Kwa hiyo akiwa mkimya anaweza kawa tayari ashapata goma lake nyingine, wewe ukirudi tena kujishusha unaunga tena. Kwa hiyo kwa yale mahusiano yenu yale unakuta na kwa mchain tena. Ai bana ya mambo. Lakini kwa mimi binafsi nahisi ni njia nzuri kumkalia mtu kimya, mtu ambaye amekukwaza udhi, kwa sababu sisi wengine hasira huwa tunaipunguza hivyo. Je, unahisi ndio maana mpenzi wako au kumkasirikia, kumkalia kimya inaweza kumjenga? Ndio maana upo single hadi leo. Mimi siko single. Upo single. Siko single. Kama upo single na nakutaarifu na hili na kitaarifu leo upo single. Kwa sababu muda wote unaweza kukaa single. Sio unanielewa? Kwa sababu unapokuwa unakaa kimya, mpenzi wako faraja yake. Nataka leo niwaambie watu ambao kwenye mahusiano. Wewe ukiwa kimya, ukamkalia kimya mpenzi wako, faraja. Unaelewa? Au shetani ndio anapopitia hapo. Wale watu ambao walikuwa wanamtakataka wale, hata kama walikuwa wamekaa kimya, ndio wataanza kumtext, wataanza kumpigia simu na ndio wataanza kuzizingatia. Bora muongezee. Sio unaelewa? Wewe unaweza kujikuta wewe unasema ngoja nikae kimya mimi na kuaje, kitakachokuwa sasa kikazaliwa kitu kingine. Ukajikuta mpenzi wako ameenda kwa mpenzi mwingine, wakati unarudi unakuta tayari vitu vishakuwa. Sio unaelewa? Kwangu mimi huyo alikuwa hakupendi bwana. Mwanamke ambaye anakupenda amemkalia kimya ataforce ajue what's the problem. Wanawake wanataka attention. Hata ulimpata kwa sababu ulimpa attention. Or once you stop your attention to her, means that umeruhusu mwanya wa attention kutoka kwa mtu mwingine ambaye alikuwa mzingatia kwa sababu ya attention yako. Kwa hiyo unapoamua kukaa kimya, kufanya silent treatment, means that kwamba kuna mtu mwingine ambaye hata kama alikuwa anatuma text anakaribia kufika mwishoni kuchoka, siku hiyo akituma text atajibiwa. Akijibiwa, akituma nyingine atajibiwa. Moto ndio umewaka. Hivyo kama unavyojua, tunaondoka na gia namba 1,
tunaenda namba 2, tunaenda namba. Nataka kuniambia watu kutoa kudunga, wote wanaanza kupotea ndio. Ngoja nataka kuniambia true love inaweza ikafa kwa sababu ya silent treatment pia inaua true love. Kwa sababu upendo ni kila siku. Upendo sio leo na kesho kutwa tukaliane kimya, kesho kutwa tukaliane kimya, wiki tukaliane kimya, mwezi tukaliane kimya. Na upendo ukishaingia na dosari ya silent treatment, unatoka kwa upendo unabadilika. Ghafla sana unakuwa mazoea. Na ndipo hapo ambapo utakuta mtu unashindwa kumwacha kwa sababu umemzoea. Lakini upendo kwake tena haupo. Au umepungua kwa asilimia kubwa. Hizi nakupa kodi za ndani kabisa. Kutoka kwenye Wizara ya Mahusiano. Mimi nikiwa waziri, sio unanipata. Tafuta watu ambao mapenzi yao au upendo wao umekufa. Sababu haikuwa kwa sababu walichitiana. Haikuwa kwa sababu walikosa pesa. Haikuwa kwa sababu nyingine yote kubwa. Ilikuwa kwa sababu walishindwa kufikiri kwamba kuna muda tukikoseana tukae chini tuzungumze, tuweke mambo yakawa sawa. Sio, umeshanielewa? Na ndio maana kirudi hata kwenye mambo ya kiimani, Adam alipokuwa ametoka kwenda kutafuta, akamwachia mwanya nyoka akaja kuongea. Kwa hiyo wewe unapojifanya unatulia, Adam ndio alienda kutafuta. Unapojifanya unatulia kwamba ngoja nione itakuwaje, unajiweka pembeni, kuna nyoka anakuja, anakaa na yule mtu wako, anajazwa maneno, anapewa chakula, anashiba, akija kukulisha na wewe na kwa sumu. Mwisho wa siku unajikuta umeachwa vibaya wewe. Yes, bwana, mimi naitwa Mr. Fredrick Gangster, Minister of Love, mdau wa faida mahusiano, kipendo unaweza kanita lecture all the way kutokea Love 20TZ na mnapo zero mapenzi mahali popote pale basi tambua kwa kuna siasa na michezo mwanzo mpaka mwisho A to Z 029 tunakaa tunazungumza tutapiga story nyingi sana kuhusiana na mahusiano. Si ndio hivyo? Nilikuwa nazungumza mawili matatu na mwanangu hapo Itimani. Bwana, unatisha sana Itimani. Na maswali yako nafikiri watu watakuwa wameelewa na watapata kitu. Kama sio vitu basi chochote kitu watakipata. Pata vitu. Nashukuru sana kwa maswali yako. Yes. I just want to know a little bit about love. Love is good when you are in love with the right partner. Hii ni Love Point.